wakati nimekitolewa nikakuja shule, wenye walipata nyumbani, unajua alikuwa nadhani labda ni kama wakati mkuu alikuwa anadanganya watu, nilipata kura nikawatafutia shule niende nisomee kazi, software driving. Sasa watu walikuwa wamelose hope. Na mimi nimekuwa nikiambia vijana ya kwamba ni vizuri yule mtu ambaye anakupatia ndoano ya kutoa fish kutoka kwa maji. Hiyo ni tamu sana. Lakini ile unapata tu hapa imekarangwa na mafuta mengine hapa, huwezi jua ilitolewa namna gani. Huyo mtu hatakuwa amekusaidia. Kama vile tunaenda tu hapa saa hii tukipata omena tunywe tukule. Na kama leo kwa omena kamekuwa katamu sana. Lakini jinsi ya kuitoa kwa maji, hapo ndio huwa ni kazi. Sasa mimi nimewapigania sana. Na mimi nafurahia mimi kujitolea. Nimekuja tu kuachia moyo. Sasa mtawala njia nitafanya nini, lakini Mungu hatawasahau. Kuna kitu mnatafuta kwa miaka mingine 20, miaka 15. Ni sawa? Yes. Mimi nilisomea kazi ya mkono. Mimi baba yangu alitaka nikuwa accountant, sababu yeye alikuwa anafanya kwa ofisi kubwa kama accountant. Hata kusema alikuwa senior accountant kwa national NSSF. Lakini mimi nilipenda kazi ya mkono sana. Ningekuja hapo Birondo ungenipata nimetafuta, kuna mahali tulikuwa tunatafutanga mchanga mahali fulani huko chini kwa Angola. Natengeneza hizi tractors na magari. Ungenipata na hii magari ya waya. Nimeunda tena ni safi sana. Kwa watu wamekaa, nimeunda mpaka mtu amekaa ndani. Sasa nikapenda hiyo kazi ya mkono. Ungenipata hii simu niendesha kwa ngarangara mimi unajua nimekuja digital, mtapata zile vitu zenye tulikuwa tunafanya tukiwa vijana. Na nikiwa class 7 tunachunga ng'ombe na babangu. Babangu akaniuliza kitu, wewe unataka ukue nani? Nikamwambia dadi mimi nataka kuwa driver. Sababu nilipenda sana. Kwanza nilitaka faida. Sasa mahesabu ikaniangusha. But nikasema hata kama sitaenda juu, hapa chini lazima nitatembea. Na sisemi hivyo kwa sababu ndio watu ile course yenye nafanya. That was my ambition wakati huo. Na nikastick kwa hiyo mpaka mahali penye nimefika. Hiyo kazi imenisaidia. Nimeendesha wakubwa wengi sana. Hawa kina speaker tu wenye mnaona hawa, nimefanya nao kazi. Wiki moja tu nikiwa Nairobi around 200 mimi I think ilikuwa 210. Huyu Kalonzo nimetoka na only 5 hours. Na nilikuwa nimetoka tu kushako Birondo, nimeenda huko nikafanya kazi na yeye tu. Alikuwa anatoka pale Jogoo House anaenda Safari Park Hotel. Kuna wenye wanajua Safari Park Hotel Nairobi. Nikamtoa ofisi yake ilikuwa pale Jogoo House. Kwa hiyo 1 hour, kwa hiyo 5 hours, kwa sababu kulikuwa na jam, alinilipa 50k. Nikasema kumbe hii kazi ya mkono inalipa. Hiyo ni 5 hours nimefanya na kazi. Nimefanya na wengine kama kina Mwambu, kina Gavana Kaemba. Sasa hii kazi ya mkono inalipa. Najua wengi mnataka kuwa daktari hapa. Na mimi nakuwa nataka kuwa daktari, na mimi nataka kuwa nurse. Lakini nimekuwa nikiambia watu, ukikosa hiyo nafasi, fanya hiyo mnafanya. Maisha yako inaanzia pale. Niko na kijana mmoja alisomea agriculture na alikuwa na masters. Wengine nikawa nimepeleka watu Kisii, mahali tunaitwa Keroka. Keroka hapo kuna hoteli inaitwa Kisii Hotel. Sasa aliniangalia sana nikiingia na gari. Wakati nilikuwa mdogo kama huyu kijana yangu mwenye anacheka na wenzake hapo. Huyo kijana vile unamuona huko nimemtrain saa hizi ni driver. Nataka kupeleka Nairobi, tutaenda tu na turudi. Hata yeye ndiye ametuleta. Sasa akaniangalia na akaniambia bwana natamani sana pia nikuwe kama wewe. Nikamwambia umesomea nini? Akasema mimi nilisomea, niko na degree ya agriculture na masters. Lakini anafanya kazi ya hojini. Yeye ndiye alikuwa anachunga pale kwa hoteli, sababu kazi hakuna. Na siku moja nikawa niko na marafiki zangu, nilikuwa nimewapeleka South Africa wakati mwingine Pairo, Mombasa, Zambia, tukaenda mpaka South Africa. Siku nyingine wakanipigia simu wakaniambia uko wapi? Nikamwambia niko Kenya. Ulipata kazi? Nikamwambia mimi nilipata kazi nafanya kwa county. Na wakaniambia wanataka driver mmoja. Walikuwa wananihitaji mimi mwenyewe. Nikaona kutoka hapo kwenda US. Nakuja ningeenda nilikuwa mjini. Labda ningesaidia watu sana hata kuliko saizi.
Unajua niliwauliza kuna rafiki yangu tulimpata huko Kisii. Ninaweza kubalo kaniambia mwambie atume vitu zake. Walimshughulikia for 2 weeks. 3 weeks. Jamaa saizi yako US. Amekuwa juzi kwa news ya Citizen TV. Na huyo sometimes ndio huwa ananisaidia na mtumia yako kakitu anasema bwana ulinisaidia. Nenda bariki watu pia. Ndio tunaongea hivi saizi akienda akidrive 1 hour sababu anaendesha transist. Wanamlipa $150. Sasa ukifanya hesabu ya $150 kwa pesa ya Kenya 120, unaona yeye mtu wako na pesa mzuri sana. Na akiextend kidogo aende kama 2 hours analipa allowances. Sababu huko analipa na mileage. Si kama hapo kwetu unafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Akienda 3 hours or 4 hours, yeye mtu unaona ni tajiri sana. Sasa kwa ufupi kazi ya mkono inalipa. Bila mnasomea mambo ya tailoring, pia ICT. Hizo ndio kazi saa hizi watu wanatafuta. Skills ndio kitu ya maana. Sasa mimi nimekuja kuachia moyo. Mng'ang'ane kabisa. Hata kama mnapitia hali ngumu lakini mfanye nini? Kuna wa 2 years, kuna wa 6 months hivi. Na ni 6 months almost wamaliza. Kuna wale wa 1 year. Ukitoka pale enda higher diploma. Utakuwa unafanya kazi lakini uko na another higher diploma ambayo unasomea. Kingine tu Mungu anaweza fungua njia unajipata kama hata hujafungua kazi yako Mungu amekufungulia njia umeenda mahali fulani. Ukiapply kazi tu online mtu anakuambia unajua hii kazi kuja. Mtu akiona hapa na patia kazi unaanza kufanya pesa unaanza kujitegemea. Sababu maisha ya saizi nataka yule kijana ambaye anajitegemea. Mimi mnajua mmetoka kwa kuna wenzenu mmekuwa nao hapa shule na wameshindwa kuvumilia wamerudi si ndio? Watakuja kupata baadaye hii nafasi ilikuwa nzuri sana. Sisi tulitamani nafasi kama hii hatukupata. Sasa mimi nawapenda. Nimekuwa nikiimba sana nikuje niwaone. Na mimi najua ile hali mnapitia. Nimekuja tukuachia moyo niwaambie kwamba msome kwa bidii. Mng'ang'ane. Kama ni hiyo nafasi itumie wakati huu. Sababu iko wakati labda baba yako alitamani hata uko na maandiko lakini mimi nataka kwenda kwa technique lakini akashindwa. Lakini umepata hii nafasi itumie. Najua from next year ama hii mwezi yenye inakuja nasikia kwamba ile pesa yenye anasema ataanza kutuma hiyo nafasi yenye alikuwa anasema ni pesa upkeep na hizo vitu vingine. Sasa mimi vumilia na ile yenye maana njaa lakini baadaye mambo yatakuwa mazuri. Hiyo itakuwa ni sawa. Yes. Mimi nawapenda. Nimekuja kwa sababu kwanza na story nyingi. Leo hata nimeongea sana.